Napenda sana pia kupatisha. Kwa hiyo sipendi kupatisha. Sipendi sana. Hapana, sipo kwenye mahusiano. Habari. Kwa majina naitwa Evelyn Peter. Ni mwanafunzi nasoma CBE, College of Business Education. Niko pale mwaka wa kwanza, bachelor 1. Mimi nasoma Business Administration in Records and Archives. Kazi yangu ni basic sana kwenye mambo ya records management and archives management. Hii it's all about record keeping, yani namna ya kutunza kumbukumbu. Ya hivyo kumbukumbu, taarifa mbalimbali ya mambo ya information literacy hivyo. Nilipopata nafasi ya kuendelea na level nyingine ya elimu ambao ni bachelor kwa sasa hivi, nilipata tabu sana kuchagua course of course. Lakini nilikuwa natafuta course ambayo at least naweza nikasoma na nikatoka na ufaulu mzuri. Kwa nikaona hiyo ni best kwangu, naweza nikasoma na nika sorry gumba no. Usimulize baada ya kumaliza course yangu. Baada ya kumaliza level, natamani kama ikitokea nimepata kazi kupitia hiyo course it's okay. Lakini mimi ndoto zangu zipo sana kwenye kufanya biashara, yani naangalia sana biashara. Kwa hiyo ni tunasoma tu ili niwe na elimu. Biashara zipo sana, lakini mimi hapa napenda sana kupika bites. Kwa hiyo natamani nije yani nifungue duka langu kubwa la bites hizo. Yani vitu vya kutosahau vinakuwa vingi. Lakini kitu ambacho sitokuja kusahau, jamani, kitu gani sasa? Kitu Mungu sina. Kwa kweli kitu ambacho sitokuja kusahau, nakumbuka nilikuwa na miaka kama 7 hivi. Mimi baba wangu ananipenda sana sana, ni kipenzi cha baba of course. Nilipokuwa na umri, mama aliniagiza nimpe mtu maji. Nikampa yeye, alikuwa ni mzee. Wakati nampa maji bahati mbaya yeye maji akamwagikia. Sasa unajua mama zetu yani ile kitendo ilikuwa kama nisemaje sasa? Sasa alipomwagikia mama wangu akaona ni kama dharau, ni kama nimemkosa yule bibi. Akamwomba msamaha, akaenda akamchukulia maji, akampa yule bibi akanywa. Lakini bibi alipoondoka nilipigwa. Alinipiga sana. Aliponipiga sana nilikuwa nimeenda kuna yule nikakaa hivi nikitegemea baba kwamba akipita pale ataniona. Nikakaa hapo nikawa nalia, kabisa unajua ile natoa sauti yenyewe hata mtu akipita nisikie. Nikamwona bangu anakuja. Nikaona naongeza ile kama ile kukufani hivi ili anisikie. Yaani bahati mbaya sasa baba akapita hajaniona. Kufika baba anaweza yuko wapi? Mama akamsindia kisa kizima. Nikaenda nikawa najirudisha, baba ameshanipita hajaniona. Kwa hiyo attention yangu ilikuwa baba anione pale, aniulize kwa nini umekaa hapa, nimwambie mama anipiga, mama wangu akagombeza. Lakini baba akanipita. Alipoenda kule mama akamsimulia, nikatafutwa nikaitwa pale. Baba naye akaniongezea kichapo, nikapigwa. Kwa hiyo sikuja kusahau sana, nilitegemea baba wangu atanitetea lakini akaniongezea kipigo hivyo. Mimi napenda sana kupika. Napenda sana kupika. Napenda kupika kupika vitu vingi sana. Napenda kupika hivyo vibites.
Yeah. Kitu ambacho sipendi sana yani mtu asinipe attention. Napenda sana kupewa attention. Kwa hiyo sipendi attention. Sipendi sana. Hapana, sipo kwenye mahusiano. Bado sijapata mtu sahihi kwangu. Yeah. Ni mtu ambaye ni hivyo nitampenda na yeye anipende, ambaye ni awe na criteria fulani hivi ambazo at least yani hivyo awe mcha Mungu. Yeah. Yeah, nilikuwa sana mpenzi wa Mungu, lakini sasa hivi at least sifuatili sana, lakini nilikuwa napenda sana tamthilia. Nilikuwa napenda Televisa, Telemundo, hizo passion, drama, kuna mambo ya revenge, love, hivyo. Kwanza hizo movie zilikuwa kwanza zinaniharibu sana. Kwanza kwa mfano let's talk about love story. Yani love story zao zinakuwa ni vile zenye attention yani. Watu wanapendana. Msomo ambao napenda sana kutumia wewe unanipa nguvu sana mara nyingi. I'm not alone. Yeah. Vitu vingi vya kuambia, lakini the best thing ambayo naweza nikawaambia ni self awareness. Of course mambo ni mengi kwa shauri, lakini kitu ambacho kwangu naona ni muhimu sana, kwanza kabisa ni kujiheshimu. Yani kujijua wewe ni nani, umetoka wapi, na upo chuo kwa ajili gani. Hivyo ni kitu cha muhimu ambacho naweza nikamshauri mtu, kwa sababu asilimia nyingi sana sisi wanachuo tunaondoka majumbani kwetu tukishafika huku, na yani asilimia nyingi watu ambao tunakuja kusoma ni tunatoka vijijini huko wapi. Kwa hiyo unakuta mtu ukiwa chuo unasahau kilichokuleta, labda unaingia kwenye makundi ambayo sio, unafanya vitu ambavyo unasahau kusoma, mwisho wa siku vinakuharibia. Kwa hiyo ni kujitambua tu, ni kujijua wewe ni nani, umetoka wapi na unataka nini. Kwa hiyo ningeweza kushare nao. Rafiki ninawapenda, ni rafiki mwenye upendo, mwepesi kusaidia, mpole, sio mwongeaji. Kwa sababu mimi naongea sana, singa rafiki mwongeaji naona kama hivyo. Kwa hiyo at least nikipata rafiki mpole anaweza akanini tukaendana. Nashukuru sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kushare na kusubscribe Suya Media. Karibu sana. Bye.